Tumechukuana baki nje ya hapa Dar es Salaam, wenzeni wamekuja kuishi Dar es Salaam, wanatambua ni nini maana ya ndoa, ni nini namna ya kuishi mume na mke. Ila kwa maisha ya mjini bado sina uhakika zaidi. Okay. Bwana, nilichojifunza hapa ni vitu viwili, kwamba cha kwanza kabisa, siku hizi kumekuwa na maisha ambayo mjini familia ziandai watoto wao kwenye namna ya kuja kukutana na maisha ya kindoa, maisha ya kuishi mwanamke na mwanaume. Lakini pia nimejifunza kwamba mwanamume ni always itabaki hivyo, kwamba ni mtafutaji, ambaye ni mtu ambaye atakuja kulea familia yake, kumtafutia pia mke wake, you know. So ni red flag zipi ambazo mwanamke wako akikuonyesha au mwanamke akikuonyesha hauwezi tena kuendelea naye kwenye mahusiano? Mimi cha kwanza siwezi nikazuia kwa sababu ni maisha yanayonizunguka. Ila mwanamke wangu mimi ninayemwandaa kuja kuwa mke ama mke wangu, cha kwanza hawezi kuvaa suruali. Okay. Hawezi kuvaa kimini. Okay. Hawezi kuacha mabega wazi. Okay. Ni lazima kufunika kichwa. Okay. Kwa hizo ni principles za mwanamke ninayemhitaji mimi au ninaishi naye mimi. Ila sijui mwanamke anayevaa suruali, sketi, hivi mini, umeweka kope, sijui umefanya nini, umeenda nywele umeweka wigi, sijui nitabakia kukuona tu. Ila hauwezi ukawa katika pati ya moyo wangu kwamba bwana nahitaji mwanamke wa aina hii. Sina ziki na mwanamke wa aina hii. Okay. Na je, ni mkasa gani ambao ulishawahi kukukuta kipindi ambacho uko na mke wako? Naamini bado upo na mke wako pia. Ni mkasa gani ambao ulishawahi kukukuta ambao ulikuwa ni mkasa ambao ilibidi usimame wewe mwenyewe na hakuna mtu yoyote ambaye yani angeweza kukusaidia, au labda wenda walikuwepo lakini pia hawakuweza kukusaidia, lakini ulikuwa ni mkasa ambao hautokuja kusahau, lakini ulipitia wewe pamoja na mwanamke wako tu? Mkasa ambao siwezi kusahau katika mapito yangu. Yes. Nadhani kama si mmoja miwili. Yes. Sawa. Wa kwanza nadhani kipindi ambacho tumeanza mahusiano. Kulikuwa na mshike mwingi. Baina upande kwa ndugu zake ambao alikuwa nao hapa Dar. Na mimi na maanisha hapa Dar alikuwa anaishi kwa dada yake. Kwa hiyo ilifika kipindi kwamba baada ya kutambua kwamba nina mahusiano naye, ilitokea vipingamizi vingi mpaka kufika kipindi watu wanataka tupelekane kwenye vituo vya polisi kwa sababu ya mapenzi. Ni vitu ambavyo hata kituoni pia walishawahi kufika, yani tulishawahi kufikishana huko. Ila kituoni ilifika kipindi kesi hiyo sio kesi katika kituo, huwezi kwenda kumshtaki mtu kwenye vitu kama hivyo. Kwa vile alikuwa sio mwanafunzi, kwa hiyo haikumata. Nadhani kwa tusiwa kurudi. Ila tulipitia magumu hayo. Ila iliwezekana. Ndio wanasema penye njia pana nia. Basi nia ilionekana. Na iliwezekana. Niliweza kuishi naye kwa njia ambazo mimi mwenyewe nilitumia, niliona zinafaa, nilizifuata. Sawa, nikachukua muda, japo nilichukua muda, sawa, ila nilifanikiwa kutoka mimi kama mimi katika mapambano yangu. Nikaangalia jinsi nilipojipata, nilipojifikia, nikaamua kutoka mimi kama mimi kwenda mpaka kwao. Nikaposa. Kuna watu walinisaidia, unajua katika maisha ya kuhangaika kipindi cha nyuma, nilishawahi kuishi Mbeya. Kwa nilitafuta watu ambao wanafahamiana nao Mbeya. Wenzeni nikatoka huku mimi na yeye tukaenda mpaka kule Mbozi. Mbozi nadhani mazingira fulani wanapaita Mlo. Tulifika kule nikamtanguliza yeye kwao. Mimi nikasubiri wageni wangu. Wakaja wenzeni, tukafika kwao, tukapokelewa, kutoa posa, tukaongea hivyo, nikapokelewa. Na nikakaa kule siku kama kadhaa hivi. Kama 3-4 hivi wenzeni, nikarudi. Ila baada ya hapo mkasa wa pili ni mkasa ambao tulifanikiwa kupata mtoto wa kike. Ndio. Na
Mungu alijalia kweli hapa na pale alitokea, ila tulipambana. Ila hapo nikisema tulipambana na maanisha sio watu wengi sana. Na maanisha kwa 95% nilikuwa napambana mimi mwenyewe. Ndio, wewe wachache walijaribu kutaka kusubutu kama kutusaidia, ila msaada ule sio wa maana sana, kwa sababu haukuwa na maana sana wala haukuwa na tija wala haukusolve matatizo yetu. Ndiyo. Zaidi ya kupambana sisi wenyewe. Ndiyo. Jambo la mwisho ninalolikumbuka hapo, ilibidi mwanangu asinifahamu nikiwa kama babake. Ilibidi asinikuti, yani au asinifahamu. Kimaanisha kwamba yani mtoto wako ilibidi asikufahamu kwenye namna ipi? Unajua katika maisha utafutaji jana mengi. Ndio. Katika mambo mengi hayo unajua kuna siku ilishai kutokea mistake. Za wanawake ambao unajua katika mistake tu za kutoka. Ndio. Kuna mwanamke siku tulikuwa naye kufanya naye starehe vitu kama hivyo. Ikiwa nyumbani mwacha na watoto. Unajua kwenye mistake yule mwanamke na wanangu ambao tulikuwa nao tulipishana sehemu ndogo tu pale, ila mambo yalitokea. Wanangu wakaamua kuchukua simu yake, yule demu akaamua kuitia wizi. Kwa kwenye wizi kwenye huku na kule ikatokea kutoelewana fulani hivi. Na watu wanapofika sehemu, nadhani unajua kabla hawajijua tatizo ni nini, hivyo inatokea. Kwa kuna watu walinishambulia sana. Kwa injeni baada hapo nikawa ni mtu ambaye niko hoi kwamba askari walifika, kanitoa pale eneo lile, wakanichukua na gari wakanipeleka. Kipindi hicho kituo kipo kwa Yusufu. Sio kituo ambavyo kweli nimefika pale. Nakumbuka mkuu wa kituo alinikataa nisiingie ndani. Injeni akaniandikia karatasi pale, ilibidi askari wanichukua nipeleke Tumbi. Wale ambao walinipeleka pale walikataa. Wakaona si hatuwezi. Kwa nikachukuliwa tena na wengine kwenye defender nikapelekwa Tumbi. Ikiwa kama mzigo hapo. Nimewekwa nyuma kwenye bodi, wao wako mbele. Hawana habari na mimi mpaka nafikishwa kule. Ila kwa sababu ni mipango ya Mungu na haikupangwa kuwa hivyo ambavyo wao walihitaji, basi iliepukika. Niliingia pale huduma ya kwanza kwa mara ya kwanza, nikapata nini, nikasaidiwa hapa na pale, nikasikilizwa ni nini ambacho kimetokea. Unadhani hiyo vitu unadhani watu wanafanya kusikiliza nini na nini? Kwa hiyo nikalazwa pale, nadhani siku ile usiku nikalala pale sana hadi asubuhi. Nikafika ndugu zangu wakaja wakaniona, nikafanywa mahepo na baadhi nilishona baadhi ya majeraha. Nikalazwa siku ya pili. Nadhani siku ya tatu yake ndo nilifanikiwa kutoka kurudi nyumbani. Ila kwa mistake hiyo ilibidi mwanangu asijue kama alikuwa na baba kama. I say pole sana. Ushapoa vitu kawaida. Bwana, kama ninavyokuambia hii ni story na wana, na tunakuhakikishia kupata mastori kibao ambayo yatakufundisha, yatakuelimisha, yatakuburudisha, yatakujenga. Kuna vitu ambavyo vitakufundisha na utavichukua, na kuna vitu ambavyo vitakufurahisha pia. Okay, so swali langu la mwisho, unaweza kumzungumziaje mke wako juu ya yote ambayo mliopitia, iwe ni mateso, iwe ni haso, na akaweza kuvumilia kwenye kila aina ambavyo vitu ambavyo mlivyopitia? Unaweza kumwambia nini? Mimi kama mimi mke wangu sina mambo mengi sana ya kumzungumzia, ila napenda vile vyote ambavyo tumepitia, napenda vile vyote ambavyo tumefanya, na nitalaiki vile vyote ambavyo tutafanya zaidi. Kwa sababu nampenda kwa vile ambavyo anafanya, ananisikiliza. Na anapita mule ambapo mimi nahitajia apite. Je, unaona kwamba kuna haja ya kuongeza mke wa pili? Panapo kutokea farazi, mimi mtoto wa Kiislamu. Hiyo ni farazi. Bwana shemeji ujiandae. Kwa sababu hiyo ishaandikwa. Kwa mwenye kuweza. Sina uwezo kwa sasa, siwezi kufanya. Bila panapokuwa na uwezo naona naweza kufanya, farazi zingine imeniruhusu. Je, unahisi mwanamke wako atalichukuliaje ukifika huo muda kwamba bwana, mimi bwana najisikia kuongeza mwanamke wako?
najitahidi kumtengeneza mke wangu. Okay. Ili baadaye hapo siwe na tafalani, kwa sababu nadra sana imani inatengeneza kila kitu. Okay. Yeah, ukimtengeneza mwanamke katika imani, katika misingi ya dini, katika dini, kwa sababu dini ndio inaamua hivi na imesema hivi. Kwa akipita katika misingi ya dini na akapita mule panapotakiwa, inakuwa sio kipingamizi sana, tofauti na mtu ambaye haelewi kabisa. Unakuwa ni utata. Yeah. Bwana, hii ni Story na Wana, na nadhani kuna vitu vingi sana utajifunza, na nadhani kuna vitu vingi sana umeweza kusikia na kutega sikio vizuri. Bwana, hii ni Story na Wana, na leo tulikuwa na Triple. Bwana Triple, shukrani sana kwa time yako. Thank you so much my brother. Nadhani kwa kupitia hii Story na Wana watu wengi sana watajifunza. Pia umetuelezea story nzuri, na pia umeweza kutufunua baadhi ya vitu vingi kusanua, kwa sababu mimi mwenyewe pia najifunza kupitia Papa Story na Wana. So thanks so much, na shout out kwa nyinyi ambao mnatusupport, mashabiki zetu. Nadhani mna mengi ya kujifunza na ya kuyatazama ndani ya Story na Wana. So let's go.